Mimi naitwa David Lucas, ni mgombea wa udiwani kupitia kata ya Ibungilo, na siku ya leo tumepata fursa ya kuja katika mtaa wa Ibungilo B kwa ajili ya kufanya kampeni. Tunamshukuru Mungu tumepata salama na tumezipata salama. Wananchi wamejitokeza kwa wingi na tumepata fursa ya kueleza Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea wao nini tunakwenda kufanya. Yako mambo ya barabara, yako mambo ya afya, lakini yako mambo ya wakina mama na pia kiuchumi ambayo tumekaa nayo ili tunakwenda kupata nafasi tuweze kuyafanyia kazi. Kata yako ina changamoto ya kutokuwa na kituo cha afya. Ndio hali umejipanga kukabiliana nayo. Ni kweli kata ya Ibungilo haina kituo cha afya, lakini kituo cha afya hivi kiko katika wale viongozi wenzangu waliotangulia walikwisha wanapata eneo la kujenga kituo cha afya, lakini pia kutengeneza ramani na fedha halmashauri kwenda kutenga. Kwa hiyo mimi ninakwenda kuingia na kwenda kupitia msukumo serikali ili iweze kutenga fedha ili kituo cha afya kiweze kujengwa. Kila kitu kipo kwenye mstari, kituo cha afya eneo lipo, lakini pia ramani lipo. Kitu kilichobakia tu ni utekelezaji wa kujenga kituo cha afya. Na eneo ambalo tumelitenga ni eneo la Kiloleli ndani na soko la ndizi, ndio tunataka kujenga kituo cha afya cha kisasa ambacho kitakuwa na ghorofa 2. Kwa hiyo wana Ibungilo sasa shida ya afya itakwenda kuwa historia. Mama Samia anakwenda kutoa bima za afya, lakini tukiwa na kituo cha afya basi wazee wetu na mama wetu wataweza kupata matibabu bure, lakini wanaenda kupata matibabu haya tunakwenda kushughulika nayo. Kwa hiyo wananchi tunawaeleza wametuamini, lakini na imani hiyo watapata nafasi ili tuweze kutekeleza yale ambayo tumewaahidi. Kumekuwa na changamoto zilizomkumba mtangulizi wako ni kuiacha kata bila kuwa na sehemu za miundombinu kama barabara. Changamoto ya miundombinu ya barabara ni mikubwa, na mtangulizi wangu yako mambo ambayo aliyafanya. Ziko barabara alijenga, barabara ya Ibungilo ina zaidi ya mita 700, lakini yeye alifanikisha kuiomba serikali zaidi ya mita 200 zimeweza kujengwa na maeneo korofi ambayo ilikuwa yapitiki yanaweza kupitika. Kwa hiyo mimi naweza kwenda kuingia mwenzangu pale alipoishia. Na changamoto nyingine ya miundombinu inakwenda kuishauri serikali na kuihimiza ili iweze kutatua changamoto hizi. Tunajua changamoto ni nyingi, hakuna mtu ambaye anakwenda kumaliza kila changamoto yote, lakini wenzetu wanapoishia sisi tunaenda kuendelea pale. Changamoto na imani tutafanya kwa ukubwa zaidi ili angalau miaka 5 inapoisha wananchi waone kweli mwanzo niliposhika nafasi mpaka pale kuna kitu kimefanyika. Kumekuwa na dhana ya mikopo hii ya 10% ya halmashauri kwamba imekuwa ikitolewa kwa upendeleo. Sijui wewe unalizungumziaje hilo, na pia umezungumza kwamba utaanzisha elimu kwa wajasiriamali jinsi ya kutumia zile fedha za mkopo. Umejipangaje kwa hilo pia? Kwanza mikopo ile watu wanaohitaji ni wengi. Wale wachache wanaopewa, wale wengi wanaokosa, lazima binadamu lazima waone wale wanaopata kwamba wanapendelewa. Lakini mikopo hii inatolewa kwa watu wenye sifa na vigezo. Kwa hiyo wako wengi wananyimwa kwa sababu hawakizi vigezo. Sababu mikopo hii inataka kwanza muwe katika kikundi, lakini pili muwe na kazi ambayo mnafanya ili wanapokuja kukagua waone, wajiridhishe kweli kwamba hawa tukiwapa mkopo wanaweza kuendeleza biashara. Sasa changamoto hii nimewaona watu wengi hawana biashara, au kama wana biashara bado biashara zao sio kubwa za kukaa kwenye vikundi. Ndio maana mimi nimesema kabla ya kusienda kuwapa mikopo, kwanza ni lazima tuanze kutoa elimu kwa wakina mama, kutoa elimu kwa vijana ili waweze kupata elimu ya biashara, ili waweze kupata elimu ya utambuzi. Kuna mtu mwingine ukimpa elimu vizuri anakuwa hata hana haja ya kuomba mkopo, kwa sababu ziko biashara zingine zinahitaji malikauli. Unaweza lakini kama anaufahamu kwamba naweza nikaa na malikauli au naweza nikapata na shilingi 50 nikafanya biashara. Sababu mtu kama anauza nyanya huwezi kumwambia aunde kikundi watu wao wafike watu 7 au 10 ndio waende wakachukue mkopo. Kwa hiyo kuna mambo mengine wale wakupata mkopo tutakwenda kuelimisha wapate mkopo, lakini wale wengine ambao tuwape elimu waweze kujiajiri wenyewe, hasa vijana tutakwenda kutoa elimu ili waweze kujiajiri. Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela imekuwa ikitoa mikopo kwa watu wenye sifa, lakini sasa hivi nitakwenda kuhakikisha kasi inaongezeka na wale ambao wanastahili kupewa basi wanapewa, na kila mtu ajue kwamba nani anapewa mkopo ili tuweze kwa sababu tumewaahidi wananchi tutatoa mikopo. Na ili waonekane tumetekeleza mikopo lazima wale walioahidiwa wapewe na watu wajue kuwa wamepewa. Lakini sio kama inatolewa kwa upendeleo. 10% ni chache, lakini wahitaji ni wengi. Sasa wale ambao hawapewi wanahisi waliopewa kwamba wamependelewa, lakini ni vigezo na masharti. Hayo tutakwenda kuelimisha ili wanapoomba wawe na sifa stahili ya kutoa huo mkopo. Wito wako kwa mimi kwa kura wangu kwanza nawaomba tarehe 29 wajitokeze kwenda kumchagua Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yako mambo mengi ambayo ameyafanya, lakini pia na maono ya kwenda kufanya ili aweze kubadilisha Tanzania yetu, na sehemu ya Tanzania yetu ni kata ya Ibungilo. Lakini pia nawaomba wamchague sana kaka yangu Kafiti kwa kura nyingi ili aweze kuwa msaada na kiungo
wa kuleta shida, wa kuleta maendeleo katika kata yetu, lakini pia wanipe imani mimi kijana wao, wanipe kura nyingi ili niweze kuwa mtumishi wao. Na imani wakinichagua siwezi kuangusha, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mshirikisho. Kwa tunapanga pamoja, tunatekeleza pamoja, tunaamua pamoja, na mafanikio tuna imani tutapata pamoja.